Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo sura ya 25. Ambia wafuasi wake mfano huu: ufalme wa mbingu utafanana na wanawali 10. Hao walitoa taa zao. Watano wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale wapumbavu walitoa taa zao bila kuchukua akiba ya mafuta. Busara walichukua chupa za mafuta pamoja na taa zao. Bwana harusi alikawia, na wote wakasinzia wakalala. Katikati ya usiku kulipigwa mbiu: haya, bwana harusi anakuja, nendeni kumlaki. Hapo wanawali wale wote wakaamka, wakatengeneza taa zao. Wapumbavu wakawaambia wenye busara, mtugawie mafuta yenu, maana taa zetu zinazimika. Lakini wenye busara wakawajibu, sivyo, haya ninyi, afadhali nendeni dukani mkajinunulie. Nao walipokwenda kununua, bwana harusi akafika. Wale waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Mwisho wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Naye akajibu akisema, amin nawaambieni, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa maana hamjui siku wala saa. Injili ya Bwana.
Basi wapendwa wa Mungu, ndugu zangu, mapadri na jamaa ya Mungu, ambao pia tuna gavana wetu, hamjambo wote. Hamjambo tena. Hivyo basi ni siku ya muhimu kwetu, siku kubwa ya kuweza kujitolea kumjengea Mungu hekalu la hapa Thika, hekalu ambalo mfano wake huu hapa mbele yetu. Tumeshaufugizia inaendelea na kazi itamalizika, na ikimalizika Mungu yu pamoja nasi tangu mwanzo na milele. Sawa ya, kwa hiyo basi ni jambo kubwa sana. Nilisikia Father akisema leo ni leo. Uko Waluya, uko Western wanasema leo ni leo. Unasikia hiyo? Unasikia wimbo? Leo ni leo. Alafu anachanganya na Kiswahili. Nasema asemaye kesho ni asemaye kesho ni mbei. Ni muongo. Ya, leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Huo wimbo ulikuwa ni wa kuweza kusaidia tu kusema you are now a man, just go in and do something. Usidanganye. Usifanye nini? Usidanganye. And now we are telling ourselves we are now Christians, tuingie kwa hiyo kazi, tusidanganye. Sasa kwa hiyo basi Mungu anavyoongea na sisi siku ya leo katika masomo haya tuliyoyasikiza, ni masomo ambayo tunarudia kila wakati wa mazishi. Ukisikia mazishi, somo la kwanza, somo la pili na hili la tatu tunasoma chaguo. Ni masomo hayo yapo. Na masomo haya katika mazishi yanatukumbusha kwamba tumekufa ndio, lakini tumefuka, tunaishi katika hali ya juu. Tunaishi hali ya juu. Kwa basi masomo haya ambayo tunasikia siku ya leo hayatuhusishi kifo. Hayatuhusishi kwa kifo. Hayahusu kifo. Yanahusu maisha. Yanahusu nini? Maisha. It is not about death. It doesn't concern death. It is a prelude to what we come to live with God himself. Na hivi basi waamini wote katika vizazi na vizazi walimjengea Mungu hekalu ambalo li hai, ambamo Kristo mwenyewe alisema jiwe la pembe limewekwa ili jengo hili liwe na uhai. Anasema what will you do as to serve the army and the country? Anasema mimi najitolea, I can die. Naweza kufa kwa niaba kwa sababu ya nchi yangu. I can die because of my country. Alafu huyo komanda akamuuliza, na sasa kifo kinakuhusu nini kama unataka kutoa huduma kwa serikali yako, kama kwa nchi yako? You are a young person, why do you wish to die? But for sure vijana wengi as they grow wanajitolea kufa na kupona. Wanajitolea kufa na anything vijana wanataka kufanya, ndio wanajitolea kufa na kupona. They don't think behind wanafanya. Wanajitolea. Huyo kijana alisema kufa, hata kama maana yake ya kwamba sio kufa lakini kujitolea. Hapa Mungu anatuambia maneno yale ambayo aliweka kwa mtazari akisema I have come and I've come to give you life, but life in full, that you may live in life in full. So ya kwamba hatutakufa hivyo tu, bali tutafufuka na tuweze kuishi na yeye, jinsi ya Mtakatifu Paulo anavyotuambia. This is reflected in
in the reading. Kwa vile Mungu anatuambia stay awake, because either whether it's the day or the hour that he is going to come. Tukae nini? Tukae macho, kwa sababu hatujui ni lini atakapokuja. Huo ni wito, huo ni mwaliko kwa namna ya maisha fulani katika hapa dunia. Not that we are dead, not that we die, but we stay awake. That we stay. That is an invitation, and that is a calling. Invitation and a calling to a life that you serve God. To a life that you serve God. A life that you serve God. Kwa sababu hatimaye hata katika imani yetu ya Kikatoliki tunajua kuna mambo mangapi? Manne. Kuna maneno mangapi? Manne. La kwanza ni mbinguni. La kwanza ni nini? So we shall not die. What God has created can never be annihilated. It is transformed into a new, better quality of life. In our faith, tunaamini kwamba tutaishi na Mungu milele mbinguni, na ndivyo tunataja watakatifu wote. Na ndivyo tunataja wote ambao walikufa kwa imani. Tunataja wote waliohudumia Mungu kwa namna fulani. Basi ndivyo Kristo anatuambia katika maamuzi yake ya mwisho. Anasema, whatsoever you did to my brother, that you did unto me. Nilikuwa na njaa, ukafanya nini? Nilikuwa jela, nilikuwa mgonjwa, maneno saba ambazo ni njia zinazokusaidia kusikiza hili neno la leo, ya kwamba walikuwa wanawali 10 na watu walikuwa na taa zao. Waliowasha taa zao walishika hayo maneno 7 na wakatembea katika imani hiyo ya Yesu Kristo, kufanya mambo ya kimungu katika ubinadamu wao. Na kazi aliyoifanya ni kuwasaidia wenzetu na kujisaidia sisi wenyewe. Unalifanyia mwenzako pia ni wewe pia unajifanyia mbele za Mungu. Hivyo basi walifanya haya yote ili ya kwamba wapate wokovu, na sio tu kwamba wenyewe pekee yao wapate wokovu, bali pia kila wengine pia wapate wokovu. Na haya maneno yanayofanyika, anayetuambia si ya kwamba lazima tuwe watu extraordinary. Tuwe watu extra? No, he doesn't want us to be extraordinary. He wants us to be ordinary. Kama baba nyumbani, kama mama nyumbani. When you are taking care of that child you have been given by God, night, day, unafanya kazi. Akiwa mgonjwa usiku, unampeleka hospitali. You don't count on time. You are ordinary. And you do things that are very ordinary in an extraordinary manner. In an extraordinary manner. So much that tunavyosherehekea hata hapa nchini Kenya, nasema we want to celebrate the Heroes Day. We want to celebrate you. Sawa. In those things you do. Mnaweka mioyo yenu hapo, na mnaweka nguvu zenu zote hapo ili mambo yaweze kutendeka. That is extraordinary. That is extraordinary. Among those who have gone ahead of us, kunao ambao ni watakatifu. Walifanya kazi ndogo ndogo ambazo wazazi wetu kwa mfano, walimu wetu kwa mfano, na wengine wote ambao wametutendea, madaktari wanaotulinda kwa mfano. They do extraordinary things in a very
ni nusu ya Ukristo. Ni nusu ya nini? Ukristo. As a Christian, you must do everything small and big in a manner that is extraordinary. And to do something extraordinary is to do it for God. To do it for God. And with God. And in God, I want to ask you, I want to ask each one of you, we umeheshimika kiasi gani katika familia yako, katika parokia yako, katika jumuiya yako na katika pahali pako pa kazi, ili ya kwamba ukikufa, ili ya kwamba ukifanya nini? Ukikufa, watu watasema this man you done, and what will you do? Think about it. Sasa utafanya nini ama nini ulichokifanya? Yes, tunajua una watoto, umewalea. Remember, your name will be carried forward from generation to generation, jinsi ya kanisa. Lakini God demands more of you. God demands more of you. Mungu anahitaji mengi. So mwaliko wa leo si kwamba lazima tufe, lakini mwaliko wa leo ni kwamba tuishi, tutende jambo ambalo litatufanya tusikufe hata kama tumekufa. We shall be remembered hata kama tumekufa. Sawa? Let us not die and die forgotten, like a cow, like a dog, like a rat, like a monkey. No, we should die like human person. Sawa? Yeah, sema hili jengo limejengwa juu ya msingi wa Petro, and we remember that. Watakatifu wote tunalikumbuka yote waliyofanya. And they have not died, we know they are in heaven with God. They are living a full and perfect life. Wanatulinda, wanatuombea. Kwa hivyo, katika parokia hii hapa, na yote tunayofanya haya, ujiulize, is my presence here contributing to anything in building this house of God? Is it or not? Shall it or not? Must it or not? I want you to ask yourself, shall I be ever remembered because I was a Catholic Christian who lived in that time, wakati ule ambalo kanisa katika St. Peter the Rock liwe linajengwa? Shall I be remembered? Shall I be part of the cornerstone or not? Ujiulize haya yote na ujipe majibu. Ujipatie majibu. Ni jambo gani nilifanya ili ya kwamba ninaweza kukumbuka hata kama ni jambo ambalo ni kawaida, nilifanya kwa njia sio ya kawaida, njia ya ajabu. Kwa sababu Mungu ametuumba kwa namna ya ajabu, ili ya kwamba yote tunayofanya tuyafanye kwa namna ya ajabu. And the Catholic faith gives you that confidence. It gives you that commitment. It gives you that hope. That do things kwa njia ya ajabu, kwa sababu Mungu amekuumba kwa namna ya ajabu. And he knows it. God himself knows it. Kwa hiyo tuombe ya kwamba tuweze kufanikisha kufanya kazi hiyo. And today I come here to encourage you. I come here to encourage you in this building, kwamba let us keep our minds alight. Let us keep our minds alight. Tuweke mafikira yetu katika nuru ya Bwana. Mafikira yetu, fikira zetu sio katika nuru ya Bwana. Tunapojenga hili kanisa, think big about this church, the house of God. Number 2, tuweke imani yetu ama mioyo yetu katika mwanga. Tuweke imani yetu katika mwanga. Iangaze wote watakao kuja kuomba Mungu leo na baadaye,
na hata wote watakaotusaidia. Namba 3, tuweke roho zetu katika mwanga wa matumaini. Tuweke roho zetu katika mwanga wa matumaini. Tusiogope lolote. We shall finish what we have started. Tutamaliza. Tutafanya nini? Tutamaliza. I want to encourage everybody to think like that. And even those who are helping us in all areas of serving a Kenyan, let us think about the smaller things that touch the lives of people and do them in a greater way. And that's where the miracle begins. That's where the nation begins. Do smaller things in an extraordinary manner, in an extraordinary way. And those smaller things are within us. And I want to encourage everybody. We have our government. I want to encourage our opposition leaders that let us not seek the answers only for our parties. Let us not seek answers not only for our parties. Let us not only contemplate of how our parties are going to win 2027. Let us not think about that. Let us not think about all the answers of Kenya Kwanza or Azimio or anything. Let us not think about those answers now. But let us think of the right answers. Let us think of the right answers. The right answers that will give life to the people of God. One of them is this spiritual answer. Let us not fix the blames on each other. Let us not fix the blames on each other, but rather together, let us accept our own responsibilities for the future growth. Let us accept our own responsibility for the future growth. This is a clarion call for everybody from down to the topest. Perhaps I say from the top to down. So, yeah, just do like that. Tunavyojenga kanisa hili, najenga kwamba Mungu atuwezeshe kuweza kuhisi ya kwamba yote yanatendeka kupitia kwake. This is what we did. Tulienda Subukia kuomba wote pamoja. I want to thank you, the Archdiocese of Nairobi, on behalf of the Kenya Conference of Catholic Bishops, that you put in your spirit as Catholics to show the growth and the direction of the where we should go as a country in everything that you did. The spirit is important. The spirit is important. I want you to stay as a family that can accommodate everybody. So, I want to thank you for what you have done, even as we have been meeting come a family of the Archdiocese. I'm saying thank you very much. It's a spirit to bring us forward. We are one. We are a people. We are a nation. Christianity, Word of God, can drive us such far to prosperity. Let us not forget the spirit in us. So, what we are doing today, let it tusaidie tuwe na mioyo ambayo ina matumaini. Mioyo ambayo ina matumaini. Roho ambayo ina matumaini. Mioyo ambayo ina upendo. Mioyo ambayo ina upendo. Na roho ambayo ina matumaini kwa yote tutakayo tunahitaji. And God will provide. God will provide. God will provide. He will catch up with every one of us to tell us go the right way, and He will provide. So, we don't leave God out. He will catch up with everybody. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
kimya kidogo tunapotafakari maneno aliyotugawia baba yetu Askofu Mkuu, na baadaye tutasimama na kukiri imani yetu. Naomba tusimame wote tukiongozwa na baba askofu tuweze kukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi, akateswa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu ilivyoandikwa, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungamo wa ubatizo mmoja kwa kuondolea dhambi, na kujia ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Basi ndugu zangu wapenzi, tumekusanyika wote hapa kutafakari fumbo la ukombozi wetu. Tumuombe kwa hiyo Mungu Mwenyezi ili ulimwengu wote ustawishwe kwa chemchemi hizi za uzima na baraka zote.